Uhali gani mtazamaji wa Shamsu TV? Ukiwa unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata habari na info mbalimbali. Leo nakuletea vita kati ya Illuminati na MJ Michael Jackson. Hii ni bifu ambalo lilianza katika wimbo wa Black or White. Ujumbe wa siri unaopatikana kwenye wimbo huu ni kwamba Michael Jackson anawaambia Illuminati kwamba yeye na wao basi. Katika wimbo huu Michael Jackson anaonekana akitakaswa na maji matakatifu, sauti ya shetani akiwa amekasirika inasikika. Michael Jackson anazaliwa mara tatu kama alama ya kuzaliwa upya, kwa kuwa mtu mpya anakuachana na mambo ya kale, kisha anajipongeza mwenyewe kwa hilo. Anapiga magoti mbele ya Mungu kwa kuwa huru na kuachana. Akavunja bango lenye KK3, ambapo KK ni herufi 11 kwenye alfabeti. Hivyo 11 mara 3 unapata 33. 33 mara 2 unapata 66. 66 ni kikundi kidogo kinachopatikana katika Illuminati. Hawa ni Freemason. Yaani kwa picha unaweza kusema Freemason ni kama zebu na Illuminati ni kama dini. Mwisho Michael Jackson aligeuka na kuwa Panther, ambapo Panther inawakilisha nguvu ya uhuru, kuzaliwa upya baada ya mateso, yani kuwa mtu mpya. Miaka 3 baada ya wimbo huu, hadithi ya Michael Jackson ilibadilika na kuwa ni vita kati ya Illuminati na MJ. Miaka 17 iliyofuata, Illuminati walikuwa kwenye vita kubwa, vita kali na Michael Jackson. Kwa miaka yote walitumia njia mbalimbali kubomoa taswira ya Michael Jackson katika vyombo vya habari. Hawakutaka kumuua kwa kipindi hicho kwa sababu ulimwengu ungejua kwamba kitu gani kinachoendelea. Wakaamua kutengeneza mbinu na njia mbalimbali ili waweze kumuua taratibu bwana MJ. Michael Jackson anatuibia siri kwa nini aliamua kubadilisha rangi yake na kuwa mtu mweupe. Katika Illuminati rangi nyeusi haina nafasi. Rangi nyeusi ni rangi inayodharaulika, yani inafananishwa ni kama rangi ya mnyama na si rangi ya binadamu. Na ndio maana ukiangalia dokumentari nyingi, ukiangalia movie nyingi, basi siku zote utakuta adui atakuwa ni mtu mweusi, Sterling atakuwa ni mtu mweupe, shetani atapambwa kwa rangi nyeusi na malaika atapambwa kwa rangi nyeupe. Hii ndio sababu ambayo ilipelekea Michael Jackson akamua kujichubua na kuwa mweupe. Ilipofika mwaka 2005 June, vita kati ya Michael Jackson na Illuminati ilizidi kupamba moto. Ilimfanya mpaka Michael Jackson asile zaidi ya wiki. Ikawa kama bahati, rafiki yake kipenzi alienda kumtembelea Michael Jackson, na hapo akamuuliza, mbona umezofika ndugu yangu? Michael akamjibu, wanataka kuniua kwa sumu. Akamuuliza, ni lini mara ya mwisho kula ama kunywa maji? Michael Jackson akamjibu, wanataka kuniua, kwa hiyo siwezi kula wala kunywa kwa sababu kote wananiandama, wanataka waniwekee sumu. Rafiki yake kipenzi akamchukua Michael Jackson na kwenda naye kwenye hospitali ya karibu lakini mbali na Neverland, bila kumwarifu mtu yoyote kwamba anakuja hapo. Na Michael Jackson akatundikwa drip kutoka saa 11:30 jioni mpaka saa 5 asubuhi, na siku iliyofuata zaidi ya masaa 24 akawa kwenye drip bila kupumzika. Daktari alikuwa anamhudumia akasema lau angechelewa masaa 12 basi 2005 ndio ingekuwa mwisho wa Michael Jackson. Lakini ndugu zetu hawakuchoka, waliendelea kumwandama bwana MJM. Basi bwana, ndugu zetu wa Illuminati hawakukata tamaa, hawakuchoka. 2005 walifeli. 2009 Juni wakafanikisha azma walopanga ya kumondoa Michael Jackson katika uso wa dunia kwa kumtumia daktari wa karibu wa Michael Jackson, Conrad, ambapo huyu jamaa alikuwa ni Freemason. Aliamua kuchukua jukumu zito la kumwangusha King of Pop duniani. Michael Jackson alikuwa na nguvu za kutosha. Documentary kadhaa zimetolewa zikimwonyesha wiki kabla ya kifo chake alionekana yuko safi na mtu mwenye furaha, akiwa anafanya maandalizi ya tour yake ya London aliyoipa jina la This Is It, ambapo tetesi zinasema alipanga mambo mengi kwa ajili ya kuwadhalilisha
ama ya kuwafedhesha Illuminati. Ili uweze kupata habari na info mbalimbali, endelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Ni mimi gwiji la historia, si mwingine Mchonga Vinyago.